Rais wa nchi ya Tanzania Samia Suluhu ashtuka baada ya wana CCM wenzake kumtetea vikali John Heche wa Chadema. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na ikiwa ni siku yako ya kwanza kukutana na channel hii, tafadhali kumbuka kusubscribe. Hali ya sintofahamu ilitanda wilaya ya Tarime Januari tarehe 9 mwaka huu baada ya katibu wa Chama cha Mapinduzi wilayani humo Hamza Keibanja kuzomewa hadharani na wananchi alipokuwa akitoa tuhuma nzito dhidi ya makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche mbele ya tume ya uchunguzi wa matukio Oktoba tarehe 29 mwaka jana. Tukio hili lilitokea wakati wa kikao cha wazi cha tume hiyo kilichoongozwa na Jaji Mohamed Othman Chande na kimeibua upya mjadala mpana kuhusu uwajibikaji wa viongozi wa kisiasa, ushahidi wa tuhuma za kisiasa na mustakabali wa amani ya kisiasa nchini Tanzania. Kwa mujibu wa mashuhuda na rekodi za kikao hicho, Keibanja alidai kuwa Heche alihusika katika kuchochea vurugu wakati wa uchaguzi mkuu uliopita, akirejea madai ya kali ama ya kauli zilizotolewa ama zilizodaiwa kutolewa nje ya nchi zikihusisha madai kuwa uchaguzi usingefanyika. Hata hivyo, kauli hizo zilipokelewa kwa upinzani mkali kutoka wananchi waliokuwepo, waliodai ushahidi wa wazi na kuonya dhidi ya matumizi ya majukwaa ya kitaifa kwa madai yasiyothibitishwa. Zomea hilo lililokuwa la wazi na sauti kubwa ilionyesha kuwa kuna mchanganyiko uliopo bado miongoni mwa wananchi kuhusu simulizi za matukio ya uchaguzi. Tume ya uchunguzi wa matukio Oktoba tarehe 29 mwaka jana iliundwa kufuatia malalamiko ya ndani na ya kimataifa kuhusu vurugu, ukiukwaji wa haki za binadamu na dosari katika mchakato wa uchaguzi katika baadhi ya maeneo ya nchi. Na kwa mujibu wa taarifa Ikulu kuhusu kuundwa kwa tume hiyo, jukumu lake ni kukusanya ushuhuda wa wadau mbalimbali, kuchambua mazingira ya kisiasa kabla, wakati na baada ya uchaguzi, na vilevile kutoa mapendekezo ya kitaasisi na kisheria yatakayosaidia kuimarisha demokrasia na amani ya kudumu. Tarime imekuwa miongoni mwa maeneo yaliyotajwa mara kwa mara kama ripoti za asasi za kiraia na vyombo vya habari kama eneo lenye ushindani mkali wa kisiasa na historia ya migogoro ya uchaguzi. Hali hiyo ilifanya kikao cha tume wilayani humo kufuatiliwa kwa karibu na wananchi, vyama vya siasa na wachambuzi wa masuala ya siasa. Kitendo cha wananchi kumzomea katibu wa CCM hakikuwa tukio la kawaida la kukatiza hotuba. Kwa wachambuzi wa siasa, kilikuwa ni ishara ya wazi ya kuchoka wananchi na siasa za tuma zinazoambatana ama zisizoambatana na ushahidi. Kwa mujibu wa Profesa Aikande Kwayo, mwadhiri wa sayansi wa siasa katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, zomea la hadhara mara nyingi huashiria mgogoro wa uhalali wa simulizi, ambapo wananchi hawaridhishwi na maelezo yanayotolewa na wanasiasa bila vielelezo vinavyothibitisha madai hayo. Wananchi waliopata nafasi ya kuchangia mbele ya tume walisitiza kuwa katika mazingira nyeti ya baada ya uchaguzi, kauli za viongozi zinapaswa kujenga imani na mshikamano. Kauli hizo zinaendana na msingi wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inayotambua haki ya wananchi kushiriki katika masuala ya utawala na kudai uwajibikaji kutoka kwa viongozi wao. Kimsingi, madai ya kuchochea vurugu au kuzuia uchaguzi ni makosa mazito kisheria. Sheria ya vyama vya siasa pamoja na sheria kanuni za adhabu zinatoa adhabu kali kwa vitendo vinavyohatarisha amani ya nchi. Hata hivyo, misingi ya haki inasisitiza kuwa mzigo wa uthibitisho unabaki kwa anayetoa tuhuma, na Mahakama Kuu ya Tanzania imewahi kusisitiza katika kesi kadhaa kuwa tuhuma za kisiasa zinapaswa kuthibitishwa kwa ushahidi unaokubalika kisheria ili kuepusha matumizi mabaya ya vyombo vya dola au taasisi za umma. Na katika tukio la Tarime, madai yaliyotolewa ya kuambatana na nyaraka, rekodi za sauti na ushahidi wa maandishi ulioweza kuthibitishwa papo hapo, jambo lilochangia hasira ya kutoaminiwa kwa kauli hizo na waandishi.
Kwa zaidi ya mwongo mmoja, Tarime imekuwa mfano wa ushindani mkali kati ya CCM na vyama vya upinzani hususan Chadema. Na ripoti ya kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC ya mwaka 2020 ilibainisha kuwa mkoa wa Mara ni miongoni mwa maeneo yenye idadi kubwa ya malalamiko na ukiukwaji wa haki za kisiasa katika uchaguzi. Historia hiyo imejenga mazingira ambapo wananchi wamekuwa makini zaidi na kauli za viongozi, wakipima kwa karibu kama zitatolewa ama zinatolewa kwa nia ya kutofauta ama kwa nia ya kutafuta ukweli au kwa maslahi ya kisiasa. Na ndani ya muktadha huo, kikao cha tume kiligeuka kuwa jukwaa la wananchi kudhihirisha msimamo wao kuhusu aina ya siasa wanazotaka kuona zikipewa nafasi. Mjadala wa Tarime huishi katika mipaka ya wilaya au mkoa. Masuala ya wazi na uchunguzi na uwajibikaji wa viongozi yamekuwa kifuatiliwa kwa karibu na jumuiya ya kimataifa. Ripoti ya Human Rights Watch ya mwaka 2024 ilionya kuwa matamko ya wanasiasa yanachochea au yanaodai vitendo vizito bila ushahidi yanaweza kuongeza mvutano wa kisiasa na vilevile kudhoofisha imani ya umma katika taasisi za nchi. Vilevile shirika la Umoja wa Mataifa kupitia mpango wake wa UNDP limekuwa likisisitiza umuhimu wa tume huru ya uchunguzi kama nyenzo ya kurejesha imani ya wananchi katika mifumo ya kidemokrasia, mradi tu zifanye kazi kwa uwazi na bila upendeleo. Tarime ya uchunguzi inaendelea kukusanya ushuhuda kutoka maeneo mbalimbali nchini, ikikabiliwa na jukumu gumu la kuchambua madai yanayokinzana na hisia kali za wananchi. Changamoto kubwa itakuwa ni uwezo wake wa kutegemea ukweli na propaganda na kutoa mapendekezo yanayokubalika na upande wa kisiasa. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya utawala, uhalali wa tume hiyo hautapimwa kwa ripoti tu itakayotoa, bali pia kwa namna atakavyoshughulikia ushuhuda wa aina ya ulioshuhudiwa Tarime, ambapo sauti ya wananchi ilionekana kupingana wazi na simulizi la kiongozi wa chama tawala. Tukio la Tarime ni zaidi ya zomea la kisiasa, ni kielelezo cha mabadiliko taratibu katika matarajio ya wananchi wa Tanzania kuhusu uongozi, uwazi na uwajibikaji. Inaonyesha kuwa wananchi wanazidi kudai siasa zinazojengwa juu ya ushahidi, hoja na kuheshimiwa badala ya tuhuma nzito zisizo na uthibitisho. Kwa mustakabali wa demokrasia ya Tanzania, tukio hili linatoa somo muhimu kwamba mchakato wa uchaguzi hauishi siku ya kupiga kura, unaendelea katika namna ambavyo malalamiko yanavyoshughulikiwa. Ukweli unatafutwa na pia viongozi wanachivisha kwa kauli na matendo yao. Hatua zitakazochukuliwa na tume ya uchunguzi pamoja na namna wanasiasa watakavyojifunza kutokana na matukio kama ya Tarime zitakuwa na mchango mkubwa katika kuamua uchaguzi ujao utakuwa chanzo cha mshikamano au mgawanyiko zaidi nchini. Ndio hayo tuliokuandalia kutoka hapa TanzaPulse, channel yako pendwa, na kuletea taarifa moja kwa moja bila kupindisha. Zidi kuwa nasi kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.